welcome to Under 30 CEOs, where we interact with young entrepreneurs. My name is Rebecca Wanjiro, aka the Village Girl, and today we are in Gekambura at the Wadi Shop, where we learn about art, rustic art. This is Edu and Mburu. Stay tuned to hear their story. Edu And Mburu. I'm an artist. I do woodwork with reclaimed wood. I do framework specifically. My name is Edu And Mburu. I do rustic furniture and I'm an artist. So why furniture? Because it was, we can call it a coincidence. We were in a moment that we were very inspired trying to do art. You know, art is about creating. And at that moment we were working in a timber yard. So the material that was available ilikuanga wood. Hiyo ndio sasa tulitumia. And we were inspired to make, actually we wanted furniture for our houses. So tukaanza hivyo. Kaenda ikakuwa kisifani. So kwenye mlikuwa employed, are you guys brothers? Mlikuwa employed pamoja? For the same timber yard? No. Actually we are cousins. Okay, my auntie, his mom, has a timber yard. So yeah, that's why we got the opportunity to take a reclaimed wood and the availability of materials. Mmesema mnatumia reclaimed wood. Yes. So kwa hiyo timber yard, mlikuwa mnangoja yeye zenye anatumia, and then you guys now take ile yenye haitumiki ama what? Yeah, what is reclaimed wood? At first hivyo ndio ilianza juu hatungetumia ile mbao fiti, hatukuwa tumelana. So tulikuwa tunatafuta hizo ati ndio tufanye practice nazo. Lakini in the end tuka realize that hizi mbao hadi actually ni mbao poa. Wenye mafundi wengine uzi dharau wanasema hii ni waste, tukaona hii si waste. Tukaona hii ni kitu inaweza tumika, alafu as a matter of fact ni waste kutozitumia. So that's how hiyo kitu ya kutumia reclaimed wood na kujenga rustic ziliingiana. Ilikuwa coincidences mingi zinapatana. Okay. So why rustic? Mbona mlichagua sasa rustic? I'll say rustic ni kwa sababu as you visit many workshops za mafundi, you see common furniture. Watu hujenga like the same product. Kama ni meza, there's a design they use to make that table. I think that's a rustic. You can never find a slab that is similar to another slab. It's a unique furniture. You'll never find it in someone else's house. Also adding on that, furniture mingi zinakuanga huku. We don't have our own furniture as Africans. Which because yani kitukaa furniture na nguo iko ndio our identity. Ndio inasema hii kitu ni African, hii kitu ni Arab hivyo. So rustic ndio our furniture as Africans. Identity. Juu vitu kama njongoa nini can be classified as rustic. So hiyo ndio kitu kingine tuliona. Kwa hizi furniture zote design mingi zimetoka China wapi. Hakukuwa na zile design as Africans zenye zinarepresent our identity. Okay. And Muli, how did you guys market yourself when you started your business? Like the first time when you make something and then start with market as it? Okay, that was a challenge at first, I'll say. It still is a challenge, but not as it was. We relied on social media. We were displaying our products. We have somewhere we display our products. So we waited for someone to come and see the products. The first, watu wengi walikuwa wanunua ni either mtu unajua au family. At first ilikuwa ngumu. And then some kinds of exhibitions. Some of the kupata ideas zingine ka exhibitions.
ukaanza kujua venye unaweza market online better kia wasi na sa recommendation. So hapo kwanza kitambo biashara juu kama mlianza social media? Tulianza 2017. 2017? Yeah. So it's been 6 years. Yes, yeah. Hey, wow. So you guys mko sawa eh? Sawa ni jani fiti. Well, that's good. Yeah. And how do you guys maintain now creativity? Now hizi vitu zenye mnatengeneza, because I've seen them, they are so good. Creativity yutoka tu many sides. As you go unafikirianga creativity tafidop, lakini ndio you endelea juu customers pia wao wanakuja na other designs. Kuna social media ukienda unaona designs different. Kuna mtu anaweza kuja kuambia unaweza tengeneza kitu kaa hivi. So ideas zienda tu generate from outside na from inside. Also on that, creativity is added up points, so I can get a point from this, from that. So ukiziunganisha you create an original. It's not actually an original idea, but it's a creative idea. Right. So jumleka hizo pencil, niliona mnajua kuchora pia. Yep. So you guys love art in general. Yeah. That's why you're doing Rustic. Na also mnachora. Yes. Tutaona hizo products zenu. Business yenu sasa hivi mkiulizwa vile mlianza na right now it's been 6 years. How would you say iko different? Like what has changed? Change ni wenye customer wanakuview. Juu ukianza kwanza kwa hii ya furniture, you see more of the art side, the furniture side. Mafundi wengi ni wazee. So when customer kuja one wewe ni kijana, assume wewe hauna experience nini. Lakini over the 6 years tumeweza kupata customer wenye tumeweza kugain your trust. So hiyo ndio kitu imechange. Venye customers walikuwa wanatuview at that point na sasa imechange. So sasa hadi ukiitisha certain amount of money wanaelewa hiyo ni nini. Si before walikuwa wanaona kama unaitisha too much. Tukayo. So hiyo ndio imechange venye perspective ya wasee wanakuona as a youth in this carpentry career. Also kitambo they feared that we wouldn't deliver. Saizi our page is full, we have products we've made, we have orders we've made. So at least when they go to our page, they are 100% sure that we deliver. Now wanaanza zote trust waache kuona kwa kushuku So who is your target market sana? Target market yenye zamani tulikuwa na target in general wasi wanapenda art. Lakini siku hizi tumeona ni in general na art ni mingi. So siku hizi tuna target the young people who are starting a life juu huku kwingine watauziwa vitu expensive na vitu zenye si according to their taste. Lakini siku hizi tumeona young wako neglected in this furniture business. So tunawatengenezea vitu wanataka at an affordable price yenye wanaweza kubuy. So our target sasa ni young families. Yeah. Nice. What is the hardest part about biashara yenu? Pangu personally naweza sema the hardest part na kuanga kuexplainia customer kwa nini kitu ni worth more juu hii ni furniture at the same time ni art. Yeye anataka tu anashindwa kwa nini asiende anunue tu kiti na naupe. So hiyo inakuwa the hardest part, kumconvince hii kitu ni worth ile pesa unaitisha. Kuna challenges zingine zenye the other challenges, another challenge is finances obvious. Unaweza pata customer anakupatia deposit low na kitu yenye unamtengenezea ni you can't use that money to finance that product. So ukimuitisha anadhani you are just asking for money. Hajui hiyo kitu ina cost such amount of money. Naweza sema finance is a challenge too. Okay.
And you guys sasa mkimaliza tuseme kama shule hivi, did you guys ever think mtafanya biashara kama hii ama you were planning other things? Hapana, si wote tulisomea vitu different. Na kitu tu tulikuwa tuna insist nayo ni tunataka kuwa self-employed. So it happened to nikianza niseme ilikuwa many coincidences zimewekwa pamoja. So tuliona opportunity kila kitu tunataka iko kwa hii career ya art. Hiyo financial freedom, hiyo freedom ya career, time nini. So kianza hatukuwa ifikiri, kila mtu alikuwa hadi ni surprise yani. Mlijipata tu. But nijua mnapenda art. So haikuwa that also. Lakini hatukuwa dhani tutai express in carpentry. Kwa dhani pengine ni fine art au nini. But tulifurahia venye ilienda. Okay. So for someone mwenye maybe anapenda art na maybe decide, you know, hata mimi nataka kuanza biashara kama hii, mtapea advice gani? What I'll tell people is to be patient. This is a business that needs a lot of patience. And love first, then money later. If you get into this business for money, you'll get disappointed too quickly. Sidhani hata 1 year itaisha. But when you start with the love doesn't go hata ukue discouraged, customer akwambia umetengeneza kitu mbaya. You just have the love for that thing, you continue growing. So be ready for growth and do it for love. I'll say that. Not for money first. Not for money. Kama unaipenda kabisa, you have it's to not easy and it's very easy. Okay. Kuna advice ingine? Hiyo ndio the best advice unaweza mpe. Usifanye kitu juu ya outcome, do it for the sake, yani juu unaipenda. Usifanye juu ya kenye itapay in the end. Na keep improving. Hiyo ndio mimi nasema. But you see a lot of perfection, keep improving. You see a lot of people wataanza excuses, sina pesa ya kupata this wood, sina mahali pa kutengenezea and stuff. Anza kenye uko nayo. Exactly. Usianze kuona kenye hauna. Hiyo ni kuwa negative. Always think what you have. Hata kama ni mikono peke yake. Hata kama huna mikono kuna kitu uko nayo. You have the brains. Then what would you say was your best time in maybe like you guys made something and feeling really proud kabisa? Sema nilijitengenezea site yangu sasa. The first time? Ukianza? Ulijitengenezea? Ilikuanga Shura. Shura? Ukaona hiyo ni imekuwa perfect? Imekuwa perfect na sijatumia anything. Yani sijatumia, nimejimekia hii kitu, sijaenda kuibuy. Imekuwa rembo, imekuwa poa na hujalipa anything. Hiyo satisfaction tu ya ni mimi nimejitengenezea hii kitu. Nice. Okay. Alright. And what is your favorite thing to tengeneza when it comes to furniture or art or kuchora? Okay, we have different. Okay, mine personally, I love frame. I'm complete on making a frame. That's different. That's mine. So unapenda hizo kabisa. I even can make a framework for free. Tengenezea for free. Okay, nice. Na sasa juu naonanga mnaenda Karen, mnaendanga kutarget like wazungu ama watu wanapenda hiyo story. Ikifika kwa hii story ya Rustic, hiyo ndio the biggest misconception. Hadi before tuanze kwenda Karen, kila mtu alikuwa anashina kituambia, simpeleke hizi vitu kwa wazungu ndio wanazipenda. Actually even tuliendanga Karen tulilearn hiyo si kweli. Actually watu wa huku ndio wanapenda hizi vitu. Ndio wananunua more, ndio? Na ndio wana appreciate. Venye pia huko kuna huwezi kataa kuna market nyingine yenye high end. Lakini ikifika ni appreciation na nini, market ya huku iko better. Lakini pia hiyo ni another market na bado si ujaribu huko. Actually that's nice. That's a very good thing ya kusema kwa sababu a lot of people assume that maybe I won't make these things kwa sababu inanunuliwa sana na wazungu na utawapata kwenye wako and stuff. Na the actual reason tulianza kutengeneza hizi
vitu ni hiyo kutengenezea wasi wa kwetu vitu za kwao zenye zimetoka kwao, hiyo identity. Unaona, hadi tukienda kuuzia huko tunaenda kushowcase our furniture as Africans. So mimi ufurahia, siwezi mind anybody akibai, lakini mimi ufurahia sana mtu wa area akibai. Okay. Na niulize, since art, unajua in Kenya art is not appreciated sana. Do you guys find that a challenge, like when someone comes to buy anaanza maybe to bring down your business, like siwezi pay all this pesa for this thing? Yep, that's a challenge. Most people like in our area, it's ni ngumu upate akinunua like a fine art aiweke kwa wall for a certain amount. So what we do, we combine with functional art. So akinunua functional art in serve purpose, so kimwambia it's art na bado ni furniture, you see that it's easier to sell to him than kumuuzia to ikiwa haiko functional. Hiyo ndio the actual reason tulianza kutengeneza functional art. Notice ataka concept yangu inakuanga si ati Kenya huwa appreciate. Ni economy yetu ijafika pale watu wanaweza invest kwa luxury product ka fine art. Ni tutafika hapo lakini hatujafika. So tukaona the only way tunaweza fikia waseni tu wape hiyo art iko na function. Juu ukiuzia mtu ka fine art utapata akikuuliza hii ni ya nini, kwa nini nitapika nayo? Lakini sasa ukimletea kitu unaweza mwambia hii unaweza fanya hii nayo, lakini at the same point unaweza pika nayo na at the same time bado inatembesha. Okay. So would you guys say that your business imewalipa vizuri? Would you say that ina maintaining you like as the entrepreneurs? Yeah. Nasema inajimaintain na pia inatujimaintain. Hiyo ni tunaweza sema ni kitu fiti consider in business jianza. Si ati tulichukua loan au kitu kama hiyo. Tulianza from scratch. Kitu tu tulikuwa nayo ni time na skill. So at this point ndio ina pay bills zote, ndio inalipa rent, ndio inajisimamia kila na amrudi nyuma. You guys will continue to know business. Now we don't have an option. Kuna option. Okay. So tuambia young person mwenye hata kama hataki kuanza business, would you advise them aenda akuwe employed ama like afanye whatever they know? Kitu nimelano basai. Kuna kila mtu anakuwa na Kenya na anataka. Si kila youth the most important thing afaa jiulize ni nataka nini. After hiyo ni unajua kuandikwa si vibaya. Kuna mtu yeye hataki hiyo stress ya kushinda ni wewe sijui. Yeye anataka tu kuandikwa na hiyo si mbaya. Na kuna mtu yeye hataki kuandikwa, hataki kushinda kile. So juu unataka nini? So kwa youth kuandikwa si vibaya, kujiandika si vibaya. So when you jua what do you want? Bora ujue. What pressure can you handle? Then if all of us go to being self-employed, tukaweza fungua kampuni, you see we lack workers. Wanataka kuemployiwa. So I'll say you let's be different. Kama unataka kuwa self-employed, go ahead, handle the pressures. If you want to start your own business, kitu naweza tu waambia ni either ni the same, pressures ni the same. So sema ati kuandikwa ni pressure mingi au kujiandika ni pressure mingi. Zote ni the same. Kenya ina depend ni Kenya wewe unataka. Okay. So thank you guys for kuwa hapa kwa Under 30 CEOs. Tuna hope tutaona more of what you guys are doing. And anything else you guys want to say? Thank you for having us. All right. So asanteni sana. Okay. Then thank you so much for watching and see you next time.